Hii muhuri ishaondolewa. Haleluya. Maneno haya anasema, anamwambia Yohana, usiatie muhuri, maana wakati umekaribia. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, mwenye kujitia uchafu na azidi kuwa mchafu, bali anayejitakasa azidi kutakaswa. Haleluya. Maana naja upesi na ujira wangu mkononi. Mungu anaweka siri kwa watakatifu peke yake. Wewe kama unaenda kudhulumu, unaenda kujichafua, utashangaa siri ya Mungu utaiona. Kumbe ameshaleta ujira, hujui, maana hujakaa kwenye utakatifu. Wanaojitakasa watapewa siri mapema, kwamba lini anakuja, lini atakapokee, watapokea hiyo baraka. Amesema hapa, usiatie muhuri tena. Haya maneno ya wazi. Bwana asifiwe. Yohana ameshaambia usiatie nini? Muhuri, ache wazi. Na mimi nakwambia leo, kanisa tusipoweza kujitakasa, tukatunza utakatifu, hii siri ya Mungu hatutaiona. Maana maneno haya hajapigwa muhuri yako wazi, maana siku za mwisho zimefika. Kila mmoja asomaye na asikie. Haya anayesoma yafahamu kwamba unabii umeshatimia, kwamba utakatifu ndiko kwenye siri za Mungu. Ndani ya siri za Mungu kuna utakatifu. Pasipo utakatifu hakuna siri ya Mungu. Pasipo siri ya Mungu hakuna utakatifu. Haleluya. Hivyo vitu viwili vinaendana pamoja. Huwezi kupokea siri ya Mungu usipokuwa mtakatifu. Huwezi kupokea utakatifu usipokuwa na siri ya nani? Ya Mungu. Ukiwa mtakatifu, Mungu atakupa siri zake. Ukiwa na siri za Mungu, lazima uwe nini? Mtakatifu peke yake. Ukiwa vuguvugu, huwezi kupokea siri ya Mungu, haiko. Wala huwezi kupokea utakatifu, siri haiwezi kukaa. Lazima uwe mtakatifu ili siri za Mungu zikae. Kuanzia leo, kanisa la Bwana, tunza utakatifu. Kichwa cha somo kinasema, siri ya Mungu huifunua kwa watakatifu wake. Bwana huifunua siri kwa watakatifu wake. Hawezi kufunua siri kama sio mtakatifu. Hawezi kukujulisha ya kesho kama sio mtakatifu. Hawezi kukuambia kama wewe sio muombaji kweli kweli.